mpenzi mtazamaji wetu wa Sonship Spirit TV. Ni mimi mtangazaji wako Aksa Brown. Nikutakia heri ya mwaka mpya 2026 na nikukaribishe tena katika mwaka na msimu mpya wa kipindi cha Raha. Mahali ambapo tunaona ni namna gani injili ya ufalme wa Mungu inahubiriwa duniani kote kupitia uga wa filamu. Na leo tutatazama kuhusiana na jukwaa la roho ya neema na vipawa. Kipawa chako, madhabahu yako. Wito wa Mungu sio kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu makanisani au madhabahuni peke yake, ila kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, Mungu anataka ukitumie kile kitu kwa ajili ya kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Namaanisha kwamba kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yako, hicho ni madhabahu yako. Wewe mpenzi mtazamaji wangu, una kipawa gani? Je, wewe ni mtangazaji kama mimi? Wewe ni mwigizaji? Wewe ni mwandaa filamu? Wewe ni mwanamitindo? Wewe ni mwandishi? Wewe ni nani? Na unatumiaje hicho kitu ambacho Mungu ameweka kwako kwa ajili ya kuiangaza nuru, kwa ajili ya kumtangaza Kristo mahali ambapo wewe upo? Katika Biblia tunaona kwamba neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, mji uliojengwa juu ya mlima usioweza kufichika. Sasa kipawa chako kinaangazaje, kinafanyikaje kuwa nuru katika ulimwengu? Kinamtangazaje Kristo? Kinatangazaje injili ya ufalme wa Mungu? Na hapa tunamzungumzia mfalme wa kikuhani ambaye ni mwigizaji na mtayarishaji wa filamu maarufu kutoka Hollywood. Mwigizaji huyu anafahamika kwa jina la Chris Pratt. Mwigizaji huyu ameweza kuigiza movie mbalimbali ambazo ni maarufu na pendwa na watu wengi duniani kote. Mwigizaji huyu tunaona kwamba amekuwa wazi kuhusiana na imani yake juu ya Kristo, na ameweza kusema kwamba umaarufu wake anatumia sio kwa ajili ya movie tu, ila anatumia umaarufu wake kama jukwaa la kuweza kuwatia moyo watu ambao wanamwamini Kristo, lakini pia kuwafikia watu ambao hawajamjua Mungu. Lakini pia anatumia jukwaa la uigizaji kwa ajili ya kufanyika nuru, kuweza kuangaza nuru ya Yesu Kristo mahali pale ambapo yupo duniani kote. Na tunaona kwamba mwigizaji huyu ameigiza na amekuwa maarufu kutokana na filamu mbalimbali ambazo ameweza kuziigiza, ambazo ni pamoja na Jurassic World, lakini pia ameigiza Passenger na The Tomorrow War. Mwigizaji huyu hakuishia hapo, aliweza kuenda hadi kwenye ngazi ya familia. Ameweka wazi swala la imani yake kwa Kristo kwenye ngazi ya familia yake. Anasema kwamba anataka na amesisitiza kwamba familia yake, watoto wake, anataka wakue katika imani ya kumjua Kristo, wakue katika imani ya kumjua Mungu. Ameweza kunukuliwa katika baadhi ya mahojiano ambayo aliweza kufanya na The Christian Post, na alinukuliwa akisema, jukwaa hili la uigizaji nimepewa kama kusudi maalum. Ni shauku yangu kuwaimarisha wale waliompokea Kristo na kuwa wana wa Mungu, lakini pia kuwafikia wale wasiomjua Mungu kabisa. Shauku yangu ni kuwa nuru kwa wote ambao hawajaona nuru, kuwa nuru pia kwa wale waliofunuliwa nuru lakini wakashindwa kuipokea au wakaogopa kuipokea. Mwisho wa kunukuu. Lakini pia ameweza kuelezea kuhusiana na imani yake kwa ngazi ya familia kama ambavyo nimesema mwanzo, na pia aliweza kunukuliwa katika hicho kipande akisema, na nukuu, mimi ni baba wa watoto 4. Ninataka kuwalea wanangu katika ufahamu kwamba baba yao sikuwa na haya katika imani yangu kwa Bwana wangu Yesu Kristo, mwenye ufahamu wa nguvu ya maombi, neema, furaha itokanayo na ushirika na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza usiwasikie waigizaji wengi wakishuhudia hivyo, ila mimi ndio asili yangu. Siwezi kujificha. Mimi ni mji juu ya mlima usioweza kufichika. Mwisho wa kunukuu. Mwana wa Mungu, tunaona kwamba ili uweze kuhubiri injili sio lazima uwe mchungaji, sio lazima usimame madhabahuni, ila unaweza ukatumia jukwaa jingine tofauti, kama ambavyo tunamuona Chris Pratt aliamua kutumia jukwaa la uigizaji kama kumhubiri Kristo. Na wewe pia unaweza kutumia kipawa ambacho uko nacho kuweza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu.
unaweza kutumia mitandao ya kijamii, unaweza ukatumia sanaa ulionayo, unaweza ukatumia wana mitindo wako ulionao, kipawa ambacho wewe uko nacho kuweza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu na ukafanyika nuru, kwa sababu kipawa chako ni mji uliojengwa juu ya mlima usioweza kufichika. Mpenzi mtazamaji wangu, nataka nikuache na swali. Je, unatumiaje kipawa chako katika kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu? Kipawa chako ni nuru. Kipawa chako ni mji uliojengwa juu ya mlima usioweza kufichika. Usiache kutufuatilia tena katika kipindi cha Raha siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Mimi ni mtangazaji wako Asa Brown. Shalom.